Bwana asifiwe. Ni kukaribishe ndugu mtazamaji unayenipenda na unayefuatilia kipindi hiki cha baraka cha kujifunza siri iliyoko ndani ya makanisa 7. Tumekuwa na wakati mzuri. Wiki iliyopita tumekuwa tunajifunza kanisa la baraka, kanisa la Efeso. Tukaona Yesu anajitambulisha katika kanisa la Efeso kama Mungu aliyeshika nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na akiwa amesimama katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Na Biblia imetafasiri ya kuwa nyota 7 ni wajumbe au wachungaji wa yale makanisa, na vinara 7 vya dhahabu ni yale makanisa 7. Na tukaona kwa kina kwamba huwa Mungu anawashika watumishi wake, lakini pia Mungu yuko karibu na makanisa au kanisa. Na leo tuko na ujumbe mzuri sana. Leo tunaenda kujifunza kuhusu habari ya kanisa la Smyrna. Huu ni ujumbe uliotoka kwa Mungu akampa Yesu Kristo, na Yesu Kristo akampa malaika, na malaika akampa Yohana, na Yohana akawapa wale wajumbe waliokuwa wanasimamia yale makanisa, na wale wajumbe wakafikisha kwenye yale makanisa. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mpaka leo tunapoongea sasa, tukienda kule mahali ambapo makanisa yalikuwepo, jambo la kushangaza, hakuna hata dalili ya kuonyesha kwamba kuliwahi kuwepo mahali hapo kanisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuweza kusikia kile ambacho Roho wa Mungu alikuwa anasema na lile kanisa. Tuliangalia neno la Mungu kutoka katika Isaya ile sura ya 55 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 11. Tukaona Mungu analifananisha neno lake na mvua. Anasema kama vile mvua inavyonyesha katika nchi na kusababisha mpaka mazao yanachipuka, amesema ndivyo neno lake litakavyokuwa. Halitarudi bure mpaka litatimiza yale matakwa au yale malengo au lile kusudio la Mungu alilokusudia juu ya ile neno. Tukaona kwamba haya makanisa 7 yalipewa ujumbe, lakini kwa kuwa hawakuweza kusikia, ndio maana unakuta kila kanisa kuna neno linalosema hivi: aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho aiambia makanisa. Kila kanisa, liwe kanisa la Efeso, liwe kanisa la Smyrna, liwe kanisa la Laodikia, liwe kanisa la Pergamo au Philadelphia, au liwe kanisa la Thyatira, au liwe kanisa la aina yoyote la Sadi, kila kanisa lazima kuna neno linasema kila aliye na sikio na asikie neno hili ambayo Roho aongea na makanisa. Sasa leo nataka nikuletea ujumbe mzuri kuhusu habari ya kanisa la Smyrna. Tujifunze habari njema za Mungu kutoka kwenye kanisa la Smyrna, ambao tutapata katika Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 8. Ufunuo sura ya 2 kuanzia mstari wa 8 inasema: na kwa malaika wa kanisa liliko Smyrna andika, haya ndiye anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni ya Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la Shetani. Tukiangalia historia inaonyesha mji wa Smyrna ulikuwa ni mji mkubwa ambao ulikuwa ni mji wa kibiashara. Ni mji ambao ulikuwa ni mji wa kibiashara. Mji ulikuwa mkubwa, lakini pia ulikuwa unasifika kwa kuwa na watu wenye fedha. Pamoja kwamba mji ulikuwa ni mkubwa na ulikuwa ni mji wa kibiashara, lakini kulikuweko na kanisa ambalo lilikuwa ni duni sana, tofauti na kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso tulijifunza, tukaona kanisa la Efeso lilikuwa ni kanisa ambalo
Mungu alikuwa amelipendelea. Lilikuwa na wingi wa watu, lilikuwa na uchumi, lilikuwa na ufahamu, lilikuwa na mambo mengi. Lakini tukaona ili kanisa la Smyrna, changamoto yake ilikuwa ni kuhusiana na habari ya uchumi. Kunakuwa na wakati ambao sio mzuri tunapokuwa tunazungukwa na watu wenye fedha, lakini sisi hatuna fedha. Hili kanisa lilikuwa kwenye mji ambao ulikuwa ni mji maarufu wa kibiashara, lakini kanisa hili lilikuwa na ziki, na si ziki kama ziki, lakini ilikuwa ni ziki ya tororo. Maana yake kanisa lilikuwa duni. Yesu analiambia, anasema, naijua ziki yako na umaskini wako, lakini huu tajiri. Najua na matukano yao wasemao kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Ndugu mpendwa, acha nikwambie kwa muda mfupi, ziki si jambo zuri sana ndani ya kanisa. Mara nyingi ziki inaweza ikasababisha hata watu wasipokee ujumbe wa kutoka ndani ya kanisa. Watu wanaweza kushindwa kuliamini kanisa kwa sababu ya ile ziki. Ili kanisa la Smyrna lilikuwa na ziki. Lakini pia pembeni walikuweko watu ambao walikuwa wanalitukana sana, wanalibeza, wanalizalau. Wanaangalia watu walikuwa ni watu duni. Kulikuwa na wakati mgumu sana wa kanisa. Unaweza ukajua kwamba unapokuwa kwenye mji maarufu, labda uko kwenye mji wa kibiashara au mji wa kitalii au mji ambao unazungukwa na watu wenye fedha, unakaa mji tunaongelea labda unakaa Mbezi Beach, kama uko Dar es Salaam unakaa Mbezi Beach au unakaa Mikocheni au Upanga, lakini maisha yako ni duni. Una maisha duni. Huna mahali pa kulala, una mahali pa kula. Kumbuka unapokaa Mbezi Beach au kule, unakuta hakuna genge, unakuta hakuna bucha, hakuna mtu anayenunua kilo moja. Wote wanaemea, ananunua kilo 25 za sukari, ananunua kilo 10 za nyama, anaingiza ndani. Lakini wewe unakuwa katika wakati mgumu sana. Ndio kanisa la Smyrna lilikuwa hili. Ndio na wakati huo. Au labda kama uko Arusha unakaa kwenye mji kama Njilo, au uko Mwanza kule unakaa kwenye mji wa Kapili Point, ambapo unajua kabisa mulo hutaona genge. Wakati mwingine maduka sio mengi. Lakini sasa wewe mwenyewe una ziki. Kanisa hili lilikuwa lina ziki kiwango kwamba mpaka Mungu alijua kwamba kanisa hili lina ziki. Anasema nini mstari wa 3? Tukienda mstari wa 10, anasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na ziki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hebu chukua hii picha. Ili kanisa lina ziki, lakini bado Mungu anaangalia. Yesu anaona ili kanisa pamoja limejaa ziki, halina uchumi, mambo yako chini sana, lakini pia linapata changamoto nyingine. Anasema litakwenda gerezani. Wataenda gerezani. Anasema watakuwa na ziki kwa muda wa siku 10. Siku 10 maana yake ni ziki ambayo iko kwenye kiwango, iko kwenye kipimo. Maana yake huwa ziki ya kanisa inakuwa kwenye kipimo. Hata mimi nilikuwa kwa mchungaji wangu, kanisa lake lilikuwa la mabanzi, alikuwa na ziki. Lakini leo hii kuingia unakuta kanisa la viyoyozi. Kwa hiyo hili kanisa lilikuwa na ziki, anasema ziki ya siku 10. Watu wana ziki na bado wanasingiziwa kuhusu habari ya kesi, wanatupa gerezani. Lakini Yesu analitia moyo, analiambia usiogope hata kufa, nami nitakupa taji.
takupa taji. Watakatifu wa Mungu, lengo la Mungu ilikuwa ni kuyasaidia ya makanisa 7. Lakini walipokataa wakaziba masikio. Leo tulikuwa tunajifunza kanisa la Sadi. Tukaona kwamba kanisa la Sadi ni kanisa lililokuwa lina jina la kuwa hai lakini lenyewe likafa. Tukatambua kwamba kanisa la Sadi lilinyimwa uwezo wa kusikia neno la Mungu. Hasa lengo la Mungu ni kuwasaidia, na huu ujumbe hauwahusu hawa watu, unakuhusu hata wewe, maana maandiko yanasema aliye na sikio. Wewe una sikio. Usiuweke ujumbe huu kuwa ni wa watu wengine. Huu ujumbe unatuhusu sisi. Mungu anajaribu kukutia moyo, anakuambia katika ziki ulionayo, hata ukipata kesi, hata ukapata mashauri ya uongo, anasema uwe mwaminifu hata kufa, naye atakupa taji. Hasa tunapoongelea habari ya taji, hata hapa Tanzania kuna timu, unakuta timu ziko nyingi zinashindania habari ya kombe, lakini inayobeba kombe ni moja. Unakuta wanariadha wako wengi kama 20, lakini atakayechukua tuzo ni mmoja. Ndivyo hivyo unashangaa sasa hivi tuna uchaguzi, wataingia wabunge wengi kugombania jimbo, atakayechukua ni mbunge mmoja. Wataingia marais wengi kuchukua kiti cha urais, lakini atakayechukua kiti cha urais ni mmoja. Analiambia kanisa la Simina, analiambia liwe liaminifu hata kufa. Na sasa leo kama kanisa limepoteza pointi ya kwanza, limepoteza pointi ya uaminifu. Kanisa sio waaminifu. Watu wanapokuwa na ziki, binti yuko tayari apate kazi kwa kuonga ngono, yani anatoa mwili wake ili apate kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ziki alionayo. Anasema mtumishi wa Mungu, nimechoka kuitwa kwenye interview, nafanya interview afu naambiwa niache namba watanipigia. Anasema bora kupitia ziki nilionayo, sina habari ya kodi ya nyumba, sina chakula, nitaishije? Yesu analia